Clouds TV, empowering lives. Kwa hivyo mwaka huu kanisa itaface challenge mingi sana. Na ndio unaona najaribu kuwapembeleza kwa sababu tutaface challenge. Naomba tu kuwapembeleza ndio munisaidie. Hiyo vita muniondolee ndio niweze kupambana vita ambayo nitaweza. Si ndio? Kanisa itakuwa na challenges, itavamiwa. Niliona watu wakikuja, watu wanakaa, wale watu nilikuwa naongoza samani, wale wa Mogeke. Wakikaa kama watu kama hao. Sasa walikuwa wanaenda kwa kanisa kama hii, wanasimama kwa mlango, wanasema hakuna kuingia. Na wakasema hakuna kutaja jina ya Yesu. So nikaona ni watu wawani walioda wamerikuruti watu na wametengeneza kikundi ya kupigana na revival. Kwa hivyo ile vita itainuka mingi sana. Kama leo kulikuwa na rumors, kulikuwa kanasemekana hakuna kesha Kenya mzima. Si kulikuwa na rumors, hata watu wengi wako nyumbani. Kwa sababu kulikuwa na rumors, hakuna nani? Nikauliza nani amesema, wakaniambia ati ni Ruto amesema. So nikaona kuna kakitu kanajitengeneza. Na hiyo ni kikundi iko. Inakaa kama ile nilikuwa naongoza. Kikundi inakaa kama ile nilikuwa naongoza ambayo itatumwa, italete fujo. Na hiyo fujo itakuja wakati kutakuwa na turmoil, kutakuwa na mambo mingi, siasa mingi. Hii unaona hii kidnapping ya watoto ni ile Farao alikaushwa moyo. Farao alikaushwa nini? Moyo. Lakini alikuwa naona anastahili kuachilia watu wa Mungu. Lakini akakaushwa kidogo na Mungu, ndio Mungu ajidhihirishe. So hizi kidnapping kama kidnapping hizi unaona ziko nyingi, zitaongezeka, zitakuwa nyingi na zimetengenezwa ndio watu wakasirike. Si mumeanza kukasirika? Nimeanza kuongea hiyo maneno ya domeleli, sura zenu zote zikabadilika. Sasa kutakuwa na hiyo mabadiliko na siasa itapanda, itakuwa na joto sana. Na katika hiyo joto kuna wengine hapo utasikia mtu alifinywa na akasima. Na huyu mtu alifinywa na akasima ni mtu wako na wafuasi wengi. Wengine wanajua kurusha mawe, wengine wanajua kuogea, wengine wanajua. Sasa katika hali hiyo hawa watainuka na katika kuinuka pale mbele utaona kuna kikundi kingine iko kwa serikali itasema kwa sababu nyinyi mmeshindwa sisi tutashikilia. Na kwa sababu kisheria tunakubalishwa kushikilia, sisi tutafanya nini? Kushikilia. Alafu kutoka hapo ndio utaona sasa kuna watu watatoka pande na huko pande ya Nyasa huko watainuka, na wengine watatoka Central wainuke waanze kuleteana shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu ambayo itafanyika kwa muda wa between the first quarter ya mwaka kutoka sasa tuende mpaka Juni hapo hivyo. Hiyo maneno tutaona ikifanyika sana na siasa mingi, na watu watakaa kwa nyumba siku kadhaa kwa sababu unashindwa kutoka nje. Bwana Yesu asifiwe sana. But the main aim is to stop the revival. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ukiona Mungu ame-reveal kitu kama hiyo, it is stoppable. Tunaweza kuisimamisha. Kitu yote Mungu ana-reveal, it is stoppable. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana ame-reveal, ndio muombe muisimamishe. Lakini ile kitu hataki musimamishe, akwambiagi, anaachaga ifanyike. Kuna resistance against the government will increase. Resistance mpaka nyinyi wa mama mtasema ciana citu citigo kwa rege. Mtajitokeza, hata wa mama watapika chakula, wasaidie watoto waende wakarusha mawe. Kuna wanasiasa wawili, watu prominent, tusiseme wanasiasa, tuseme watu very prominent Kenya. Anaweza kuwa mtu wa biashara ni prominent, anaweza kuwa mtu wa kanisa ni prominent, anaweza kuwa Muislamu mkubwa ni prominent, anaweza kuwa ni politician ni prominent. Wawili watamezwa na dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa hii kipindi watamezwa na nini? Kwa sababu watajaribu kuinukia revival, naye Mungu atawaficha na huko chini, na watasababisha bendera iteremke nusu mlingoti. Bwana Yesu, naona ni kama watu wa kanisa ama watu wa biashara hivi watasababisha bendera ifanye nini? Ama wanaweza kuwa wanasiasa, kitu kama hiyo. Kwa hivyo hiyo tutaangalia sana katika maombi.
kusikuje kutokea. Hiyo itafanyika, ile maombi tunafanya isikuje isababishe watu wapigane wakisema ni mtu fulani amesababisha huyu mtu kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watakuwa hiyo kitu itatokea because it's a judgment. Itakuwa ni kwa sababu wanajaribu kupinga revival. Ni watu wa grupu ya One World Order. Hawataki revival. Sasa wataingilia wale watu ambao Mungu amewapatia revival. Na Mungu kuwapigania, atawafunika hawa, awafiche na hapa chini kwa kamchanga, alafu watu wa revival waendelee na revival. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mambo ya spiritualism, roho, yani the spirit of God itaongezeka. The spirit of God kwa watu wengi, you will be able to command. Utasimamisha. Watu wengi watakupatiwa uwezo wa kusimamisha jambo lolote. Kama upepo imekuja na hiyo upepo ndio inazuia kazi ya Mungu ifanyike, utakuwa tu unainua mkono hivi unasimamisha. Meaning kama hivi mama amesema kuna Mikaelo, kuna Rafaelo, kuna nini na sio kitapatia? Jubilili, na Jibrail, kutakuwa that spirit of God will be immense. So nyinyi mnauliswa mu prepare for that, and God has been preparing you. 2024 ilikuwa preparation, kutengeneza watu ndio wakuwe na hiyo authority. Hiyo authority imechuka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo authority kuna wale wamepata hapa leo, na makanisa mengine mengi watapata. Makanisa mingi ya prominent people itapata scandal na itasababishwa. Hiyo scandal itapeleka mpaka kukue na malalamiko mingi, mpaka hizo kanisa utasikia zimefugwa. Maana kuna wale wako kanisani ni wahubiri, lakini ni walevi, ni watu wa Illuminati, ni watu wa magee. Watafanya openly. Bwana Yesu asifiwe sana. Watafanya openly. Watawaambia tupelekeni ile jela mnataka kutupeleka. Utakuta sasa huyu ninamchukua kia nguvu, namwambia twende, maana mimi ni gay na yeye nataka kumrecruit akuwe gay. Nampeleka kia nguvu. Na akijaribu kuleta shida, tunampiga na kufa ama tunamfanya kitu kingine ndio tuweze kurecruit. Maana kurarwa na wewe mwanaume na mwanaume ni kuinua madhabahu ya shetani ikuwe strong. Madhabahu ya Luciferic agenda ikuwe strong. So when we have more gays, the Luciferic altar becomes more strong. That is why some bishops, some pastors, some reverends watajitokeza openly. Na watu wa biashara watajitokeza openly. Wanasiasa watajitokeza openly. Na watasema mimi huyu ni wangu. Na hakuna mtadu. Kwa sababu hata ukiingia kwa polisi, uingie kwa serikali, uende kotini, agenti wao wote. It is a society na imejipaga for this 2025 to make things work. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Demonic groups zitasimama. Kuna wale waimbaji, mapasta, wanasiasa, people ambao wana pull crowds. Mtaona crowds kubwa kubwa. Kama vile mnaonaga kule Tanzania ya ule mtu anaitwa Diamond. Ule analalaga kwa saduku, alafu anazunguka. So mtaona those kind of crowds being pulled. Watu wengi, it is a launching pad ya the One World Order and the more recruitment that will be happening. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia katika tukifika mwezi wa 6 hapo kuendelea, kutakuwa na revolt moja kubwa sana katika serikali. Na itaendelea baka na katikati ya serikali itakuwa na vita ndani yake. The Kalenjin sub-tribe, Wanandi na Wakipsigis, watararuana sana. Watapigana baka itakuja in the open. So, kama sasa the Kalenjin sub-tribe ya Wakipsigis na Wanandi, which is now in a boil, by tukifika mwezi wa 3 wa 4, itakuwa sasa vicious, itakuwa openly. Maana Ruto ni upande wa Nandi. Nao Wakipsigis wataanza kusema tumeonewa. Pia huko kwetu kutakuwa hiyo kitu. Wameru, watu wa Mulima, East Mulima na West Mulima itapiganishwa sana. But the more they will fight the watu wa Mulima, the more the Mulima will get united. And the more the Mulima watainua madhabahu ambayo itaendelea kuvunja hiyo madhabahu yao. So there will be no cause of worry, but on the other side, wao wenyewe hata watapigana
marisasi wauane wao. God will cause a lot of confusion in them because of the bad intention they have for this country. A group of people will deliberately target Mount Kenya region with poisonous drinks. Watu wa Mlima, kuna poisonous ni pombe. Itakuja ikiwa pombe na itakuja ikiwa madawa ya kulevya. Na ile kitu inaitwa kubel. Vijana wengi wameweka hapa. Hiyo wanawekaga hapa. Na hiyo katubako imekuwa poisoned. Na ni watu, a few people, not in the government per se, lakini ni watu ambao wanahusika, wako na ushawishi katika nchi yetu. Lakini their motivation is to make sure watu wa upande ya Mlima wamekula poison. Na hiyo si kitu tutakumaliza na siku moja. It will take you like a year. Utakuta generation yote ya walevi imezikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is a call for every person. Watu wa Mlima, muende kwa watu wenu wa Mlima na vijana wote wa Mlima, muwazungumzie this thing is coming. Na kukiwezekana muinuke kabisa kabisa, because it is already imetengenezwa, ni kusabasa tu, wanangoja kusabasa. Na it will be devastating because they want to make sure that side will never have a say again. So they are willing to use any force, to use any agenda kuhakikisha ya kwamba nothing will work in that Mlima side. Religious leaders, especially the Pentecostal ones, will be embroiled in supremacy battles. Religious leaders hawa Pentecostal kama sisi, kama kina Dora, sasa tutaanza kupigana na kutoa unabii. Ule mwingine anatoa unabii. Sasa itakuwa kutoana guo. Itakuwa huyu Manyuru ananitoa guo na mimi natoa Manyuru guo. Bwana Yesu asifiwe sana. Itakuwa wale wengine wanaigiria Harrison, wengine wanaigiria hivi. Sasa Pentecostal itatoana guo. Hata sasa watakuja kusema kule wanatoaga juju zao na powers zao. Maana wanajuana. Wataenda hivyo mpaka waseme wewe si unaendaka Nigeria kuleta kitu hii, na wewe si unaendaka Mombasa kuchukua, na wewe si unaendaka baharini, na wewe si unaendaka hivi. Kutoka mwezi wa pili itakuwa imeenda sana mpaka mahali huyu, mimi nikiwa na vijana yangu nitatuma vijana yangu tuende tunyamazishe huyu, tumuulize hiyo story tunausema, tuewe unyamaze, na tunamnyamazisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So itakuwa hivyo, and the fear of God itakuwa imepungua sana. Middle East violence ile iko kwa Middle East ita-escalate mpaka Kenya. Maana Kenya, the American government, British government na Israeli watatumia soil ya Kenya kurusa makobora. Kwa hivyo tuwaambie Kenya sana isije ikaingia katika mambo ya terrorism. Maana wale wengine na wao watalitaliate. Kwa hivyo kile kiwanja ilitengenezwa kule pande ya Marsabit na ile nyingine Mada Island zitatumika kwa pakubwa sana, na ita to affect hiyo Middle East violence, ita affect Kenya directly because there will be a very negative impact. Maana Russia na wao watatengeneza kiongozi hapa Kenya ambaye watataka kumtumia. Unaona kama yule Traore, ule mwanajeshi, yule kijana mwanajeshi, huyo ni Russia alimweka hapo. Nao Russia watajaribu kuweka mtu yake hapa na watafaulu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana huyu jamaa yetu si alienda Amerika, nao wale wanatengeneza mtu ambaye watamweka, na wakimweka itakuwa sasa ni maneno magumu, na inchi kadhaa kama Iran, inchi kama Russia na Korea sitadhubutu kutumia kile kitu tunaita nuclear weapons. Wata-threaten na nuclear weapons which will affect us directly. The Russians alliance will gain root in the world. There will be character assassination in Kenya. Character assassination. Watu watapakwa matope, wanamalizwa jina na inamalizika. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watamalizwa majina. Yaani hawa watu wakubwa, watu wa dini, watu wa biashara, utapakwa matope, na ile matope utapakwa hata ufanye nini haitatoka. This church, the synagogue, will gain more influence in Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. The synagogue hii, it will gain more
influence, tutakuwa na influence kubwa sana katika Kenya, both katika siasa, katika dini na katika biashara. Kwa hivyo Mungu alikuwa ananionyesha atainua watu katika nyumba hii ambao watafanya biashara, watanawiri. Atainua watu katika misingi ya kidini, ya kikanisa, spiritual aspect, watu ambao watakuwa very strong, na kuna watu wengi hapa Mungu alinionyesha amewatayarisha na passport, watapeleka neno kule nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wametayarisha. Pia Mungu amelikuwa ananiambia analete watu wapya ambao watakuwa pillars wa kanisa. Kuna watu watatumwa from different quarters, wahubiri watatumwa, watu wa worship watatumwa, wafanyikazi watatumwa. They are coming already, God has sent them, ambao watasimama kama pillar. Maana Mungu, nilikuwa mlimani jana, nilikuwa nauliza Mungu kwa sababu we are big church but a lot of disorganization tunakuaga nayo. So I was asking God, when will this come to an end? Akaniambia from tomorrow I will send people to signal to you that change has come. So the change that is coming is not my initiative. It is the change that God. Ni Mungu tu ataleta change, na mtu mwenye atajaribu kuresist na hiyo change atafiinywa kivyake na Mungu. Sijui venye Mungu anafiinyaga watu, lakini niliona watu wakifiinywa hapo. Young people in Kenya will be more desperate than ever. Youth watakuwa desperate na watakuwa watu wa vituko mingi sana, na katika hiyo desperation watafanya maandamano mingi, na watakuwa wakifanya a lot of crime will grow up, na challenges in the government, challenges in families, challenges in churches will actually grow. However, despite of there will be more restoration. Despite of all these tumesema challenges, there will be more of restoration amongst Kenyans. Kenyans wengi watathrive. Kutakuwa na turmoil mingi sana. In the turmoil ndio tutathrive sana. Kenya itanawiri. Mapasta watanawiri, wabiashara watanawiri. In the situation, in the storm, people will prosper. Kwa hivyo jitayarishe. More especially wale watu wakulima. Mukipata namna ya kulima, kukuwa na mahindi, kukuwa na maharagwe, zitahitajika sana mwaka huu. Na Mungu atatajirisha watu wengi kupitia ukulima. Ng'ombe, busi, chakula, mahindi, watu wengi sana. Kama you are in that business, go and package yourself for that business. But money will, kama hautakuwa in that line, pesa itakuwa shida sana kwako kukuja. Watu wengi watakosa pesa. Ni kwa sababu they will not be active. Whoever that will not be active in the line that God wants you to be, itamaanisha pesa itafichwa, itaondoka kwako, na utastruggle sana. God will use the youth and to some extent to heighten up the revival. Wana youth utawakuta kwa magari wakihubiri, utawakuta kwa hoteli wakihubiri, utawakuta kila mahali. God will use a lot of youth. Watatumika sana kuhubiri. Hii revival watatumika. Hii revival watakuwa mpaka violence. Wakiona husikii wanakupiga makofi. Watakuwa hivyo. Watashikwa. Ni ile revival ikishika itakuwa very strong on them. So they will play a big role in the transformation of this country. And along the way, Kenya itaongozwa na mtu anaitwa king, si president. Bwana Yesu asifiwe sana. Kenya itaongozwa na mtu atakuwa na character za king. Mambo ya president imeisha na Ruto. Mambo ya IEBC imeisha na Ruto. Bwana Yesu asifiwe sana. The next one that will come atakuja akiwa king, hatakuja akiwa president, na hatachaguliwa. Kwa hivyo kutakuwa na kihuhokanio, maana Ruto anapanga mipango yake yote, anapanga kusikue na election. Lakini Mungu ndio anatumia hiyo njia, ndio watu wakuja waseme no, hakutawezekana hivyo. Sasa hapo ndio mtu atachomoka, anaitwa the Prince of Peace, yani mdhamaki wa thayo, atachomoka na Kenya itaongozwa na king. He will be so powerful that he will control Africa. Eventually ata eat into Tanzania, I eat into Uganda, I eat into Rwanda, Burundi,
apande Afrika, na atakuwa na influence kubwa sana because he will be God guided. A major wave ambayo inakuja kutoka mwezi wa pili ni mwezi wa tatu. There will be a major wave kama ile ya Gen Z ambayo itahakikisha our brother ameenda Kilgoris for good. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Kwa hivyo ile itakuja, it will be sponsored, guided and propelled by a group of people, na itafika mahali utakuta system zote za serikali ni kama zita collapse. Hii ina collapse. Hata makanisa mengi ita collapse, biashara nyingi zita collapse, and it will be in the preparation ya that king mwenye ataingia na atashika Kenya hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo mingi ambayo nimewapatia, it is revealing, meaning it can be stopped. Ukisikia mnabii ama mtu wa Mungu anatumika kuambia kitu fulani, mtu fulani ni mgonjwa, mtu fulani atafanyika, Mungu anaambia ndio muombe musimamishe hiyo kitu. Kwa hivyo some of the things can be stopped, but if we don't, kuna zingine ambazo ni judgment. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna zingine kama kitu ni judgment, is a judgment and nobody can stop it. Mungu akiachilia hukumu ashaachilia. Kwa hivyo that is what is going to happen, na watu murudi kwa kanisa, murudi kwa Mungu kabisa. Murepent kanisa, Mungu anasema murepent, murudi, kwa maana anataka kuinua katikati yenu, anataka kuinua watu ambaye atatumia in changing and delivering this nation. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu watakuja kutoka ng'ambo, watu wazungu na watu wengine ambao wanaitwa researchers watakuja, maana watasikia Kenya ndio iko na revival, so watakuwa wakitafuta ni nani ako na hiyo story. Wengine mtawaona watakuja baka hapa, na wakikuja hapa kuna mambo mengi watabadilisha watu, kwa sababu watataka kujenga hii madhabahu ikuwe kubwa, ndio ikuwe international, ndio wakuje wengi, na kule kwingine wataenda, kwingine wataenda, na so many things will happen. Ile historia ya kina Benihin hamutaiona tena. Kutakuja watumwa, watu ambao they are from God, ambao watakuja. God bless you for that message. God bless you for listening to me. Bethel Clouds TV.